Leo nitakuwa ninafundisha makosa manne kama Wakristo muombe Mungu usije ukayafanya haya makosa. Na somo langu linasema makosa haya omba Mungu usiyafanye. Muombe Mungu usiyafanye haya makosa manne kwa sababu ni makosa ambayo sasa hivi yamekuwa common sana kwa dunia tulionayo. Kazi yangu mimi ni kukumbusha watu wa Mungu kwenye hii safari tulionayo. Ninawakumbusha tu, na haya ndio ambayo Mungu ameniambia leo niwaambie kuhusiana na haya makosa manne. Kosa la kwanza ni kumtafuta Mungu wakati una shida. Usije ukamtafuta Mungu wakati una shida. Mungu anatafutwa wakati wa raha, wakati una kila kitu, wakati mambo yako yako mazuri, wakati kila kitu kiko sawa. Kwa nini? Kwa sababu ukimtafuta Mungu wakati wa shida, hutafanya maamuzi sahihi, utakuwa desperate, utaongozwa na shida yako. Mathalani unaumwa. Kwa hiyo ukiwa unaumwa, wewe utakachokuwa unakitafuta ni kupona tu. Kwa hiyo utaongozwa na shida, lakini hutaongozwa na Mungu na maagizo yake. Na kwa sababu wakati wote kwenye dunia tunayoishi, at a certain point in time in our life, tutakutana na mlima, watu wa Mungu. There will be a mountain. Kutakuwa na huu mlima. Kwa hiyo ni vizuri tunapokuwa tunamtafuta Mungu, tumtafute wakati ambapo hatuna shida. Kwa hiyo ya kwanza, hutafanya maamuzi sahihi, lakini la pili, yule anayekusaidia utamsikiliza. Mara nyingi unapokuwa kwenye shida, kunakuwa na watu wanatusaidia. Anaweza akawa ni familia, anaweza akawa ni mke, anaweza akawa ni mume, anaweza akawa ni baba, vyovyote vile. Lakini rahisi kufuata yale ambayo yule anayekusaidia anayokuambia, hata kama sio mema mbele za Mungu. La tatu, ni rahisi kufuata miungu mingine. Ni rahisi ukiwa na shida mtu kukuambia twende kwa mganga na ukaenda, kwa sababu unachokitafuta ni ile shida ikuondoke. Unaweza ukawa ni shida labda ya ugonjwa, au ni shida unahangaika na jambo lako fulani, au kuna kitu fulani hakiendi. Kwa hiyo ukiwa kwenye shida ni rahisi kuenda kwa waganga, na ukienda kwa mganga unaenda kuongeza matatizo juu ya matatizo mengine, kwa sababu impact yake ya kwenda kwa waganga ni kubwa zaidi mara mbili. Na ya mwisho, ni rahisi kuangukia kwa watu waovu, watumishi waovu. Watu wa Mungu tunaishi kwenye dunia ambayo tuna watumishi walio wa kweli wanaofanya kazi ya Mungu, lakini pia tuna watumishi waovu, kwa sababu hata Yesu alisema watakuwepo mbwa mwitu. Kwa hiyo pia katikati yetu wapo mbwa mwitu. Sasa ukiwa na shida, utakimbizana kutafuta mtumishi wa kukuombea labda. Kwa hiyo ni rahisi kuangukia kwa watumishi waovu, kwa sababu pia waovu wapo. Tunaishi kwenye hiyo dunia watu waovu, watafuta mali, watafuta fedha, wapo pia tunao. Na wanaotumikia miungu mingine wakijiita ni watumishi, wapo kanisani. Kwa hiyo utaishia kufanya hilo kosa. Sasa, lakini pia Mungu hapendi watu ambao wanamtafuta wakati wa shida. Naomba tusome maandiko. Nisomee kitabu cha Waamuzi sura ya 10 mstari wa 13. Sura ya 10 mstari wa 13, mtumishi wa Mungu, mpaka 14. Nisomee. Biblia inasema, naam, lakini mmeniacha mimi. Mungu anasema mmeniacha mimi na kuitumikia miungu mingine. Mnakuitumikia miungu mingine. Basi kwa ajili ya hayo mimi sitawaokoa tena. Kwa ajili ya hayo mimi sitawaokoa tena, watu wa Mungu, kwa sababu ulipomtafuta Mungu wakati wa shida, ulikuwa na mambo mengine ulikuwa unafanya, ulikuwa na miungu mingine unaitumikia. Sasa ndo Mungu anasema mimi sitafanya nini? Sitawaokoa tena. Sitawaokoa tena. Tusome Yeremia sura ya 2 mstari wa 27 mpaka 29. Inasemaje mtumishi? Nasema, waliambiao gogo la mti,
Wewe u baba yangu. Wewe unaliambia gogo la mti kwamba wewe ni baba yako, kwa sababu unapokuwa unafanya maovu, maana yake ni kwa, unapokuwa unatenda dhambi, maana yake ni kwamba unaliambia gogo la mti kwamba wewe ni baba yangu, unakiri yule uovu kuwa ni baba yako. Na kuliambia jiwe, wewe ndiye uliyenizaa. Na kuliambia jiwe kwamba wewe ndiye uliyenizaa. Kwa maana wamenipa mimi visogo. Alafu mimi Mungu mmenipa visogo. Wala hawakunielekezea nyuso zao. Wala haukumwelekezea Mungu nyuso zako wakati ukiwa na raha. Lakini wakati wa taabu watasema simama. Lakini wakati wa taabu, sasa neno linasema wakati wa taabu tunarudi mbele za Mungu, tunamwambia simama. Simama ukatuokoe. Simama ukatuokoe. Kwa hiyo Mungu anachukia watu ambao wanamtafutia wakati wa shida. Hilo neno linaishia linasema asimame, simama ukatuokoe. Endelea. 28. Lakini wako wapi miungu yako uliyoifanya? Ndo Mungu anauliza mtu wa Mungu, wakati ukiwa na raha, ukiwa na maisha yako unaendelea nayo, unakula bata, ulimwacha Mungu kumtafuta. Sasa ndo anasema umepata shida, mwambie huyo uliokuwa unamtumikia akuponye, ila sio Mungu, kwa sababu yeye ulikuwa umeshamwacha. Wako wapi miungu yako uliyoifanya? Ndo anasema wako wapi miungu yako uliyoifanya, ndio isimame hiyo miungu ikuokoe. Ishia tu hapo, mtumishi wa Bwana. Kwa hiyo kwa kifupi, Mungu huwa apendezwi na mtu ambaye anamtafuta wakati wa shida. Sisi tuna nature ya Mungu, watu wa Mungu, na sisi pia ni wazazi, tuna baba, tuna mama. Hauwezi kuwa baba yako akikutuma hautaki, hauna mahusiano mazuri na baba yako, alafu ukipata shida unarudi kuenda kumwambia baba, naomba unisaidie. Hakuna baba ambaye anaweza akakusaidia. Atakwambia wewe ulinikana mimi, nenda kusaidia huko ulikokuwa. Haya, kosa la pili ambalo watu wa Mungu tusiye tukalifanya kama watumishi wa Mungu, la pili ni kumtegemea mtumishi wa Mungu au kumtetea. Kumtegemea mtumishi wa Mungu au kumtetea. Utaniuliza, kwani kumtetea mtumishi wa Mungu ni vibaya? Sikiliza tu, kwa sababu Mungu anapoleta ujumbe huwa kuna kitu amekusudia kukisema. Sasa unisikilize. Kwa hiyo kumtegemea mtumishi wa Mungu au kumtetea ni kati ya makosa ambayo pia haupaswi kumwombe Mungu usiyafanye. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu ukiwa unamtegemea mtumishi wa Mungu, neno la Mungu nasema utalaaniwa. Utalaaniwa kama ambavyo linavyosema kwenye Yeremia sura ya 17 mstari wa 5 mpaka 8. 17:5 mpaka 8, Biblia inasema, inasemaje? Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Amtegemeaye mwanadamu. Amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Kwa hiyo ukiwa unamtegemea mtumishi wa Mungu, umemfanya kuwa kinga yako. Kwa neno la Mungu linasema umelaaniwa wewe umtegemea huyo mtumishi wa Mungu na kumfanya kinga yako. Na moyoni mwako umemwacha Mungu, ila wakati wa taabu unamkimbilia mtumishi kwenda kukusaidia. Sasa la pili ambalo utakiwa, kipengele namba 2, kwa nini ukimtetea mtumishi wa Mungu? Sasa nakuja kwenye kutetea. Ukiwa unamtetea mtumishi wa Mungu, swali langu ni kwamba Mungu wake hatoshi? Si anamtuminia Mungu huyo mtumishi, au sio?
anamwabudu Mungu, au sio? Mbona wewe unamtetea? Kwani Mungu wake huyu anayemwabudu hatoshi? Mungu hatoshi mpaka wewe unyanyuke umtetee? Tusome kitabu cha Waamuzi sura 6 mstari wa 30 mpaka 31. Waamuzi sura 6 mstari wa 30 mpaka 31. Biblia inasema ndipo watu wa mji wakamwambia Yoashi, mlete mwanao afe. Huyu alikuwa ni Gideon. Alikuwa amevunja madhahabu za Ashera. Mungu alimtokea akamwambia avunje hizo madhabahu. Akazivunja usiku. Asubuhi wanajua kwamba Gideon ndo anavunja, wanamfuata baba yake sasa, kwamba baba, tutoe mtoto tumuue. Baba anasemaje? Sema kwa sababu ameibomoa madhabahu ya Baali na kwa sababu ameikataa ile Ashera iliyokuwa karibu nayo. Yoashi akamwambia watu wote waliokuwa wakishindana naye. Yoashi anawaambia, je, mtamtetea Baali? Mtamtetea Baali? Au mtamwokoa ninyi? Au mtamwokoa nyinyi huyo Baali? Yeye atakaye mtetea na auawe hivi asubuhi. Yeye atakaye Baali na auawe. Yeye atakaye tetea huyu mtumishi wa Mungu na auawe. Kama yeye ni Mungu, kama yeye huyo mtumishi wa Mungu anamwamini Mungu, na ajitetee nafsi yake. Mungu mwenyewe amtetee nafsi yake, kwa sababu mtu mmoja ameibomoa madhabahu yake. Alichokuwa anajaribu kusema hapo ni kwamba acha huyo Mungu wa bahari, kama huyo Mungu wa bahari na Mungu wa Ashera ni Mungu, huyo ndo atetee kazi yake, lakini nyinyi msitetee hiyo miungu, si ndio? Ndio. Haya, kingine, kwa nini usimtetee mtumishi wa Mungu? Linawezekana likawa ni jaribu lake, ni jaribu hilo, ni jaribu la huyo mtumishi wa Mungu ambalo anatakiwa kulipita, kama inavyosema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 18 mstari wa 10. Kitabu katika Yohana sura ya 18 mstari wa 10. Biblia inasema basi Simoni Petro alikuwa na upanga, akaufuta, akampiga mtumwa wa kuhani mkuu. Huyu ni Simon Petro. Petro anamkata mtu sikio kwa sababu ya kumtetea Kristo, au sio? Kristo akasemaje? Akamkata sikio la kuume, na yule mtumwa jina lake alikuwa ni Malko. 11 anasema basi Yesu akamwambia Petro, rudisha upanga alani mwake. Rudisha huo upanga alani mwake. Je, kikombe alichonipa Baba mimi nisikinywe? Kikombe alichonipa Baba mimi nisikinywe? Sasa unapokuwa unamtetea huyu mtumishi wa Mungu, kama ni jaribu lake Mungu kaliruhusu, wewe umekuwa nani? Kama ni kikombe ambacho Mungu ameamua huyu mtumishi inabidi akinywe, tangulini ukawa Mungu wake wa kumtetea? Si hapa wapili ametuambia kwamba anamwamini Mungu na huyo Mungu amtetea, au sio? Sasa ya nini wewe kunyanyuka kwa mambo ambayo huyajui? Sasa unaweza ukamtetea mtumishi kwa lile jambo ambalo una uhakika, sio kwa yale anayofanya nyuma ya pazia, kwa sababu moyo wa mwanadamu una mambo mengi. So you can only defend a man of God on things that you are sure 100%. Yani huna shaka hata moja. Kwa mfano mtu anasema huyu mtumishi hajaoa, unaweza ukasimama ukasema mimi mke wake nasali naye na namjua na nyumbani kwake nimefika na ana watoto, that one. Lakini yale ambayo yanahusiana na mtu binafsi anayofanya huku nyuma, why defend him? Au amefanya kitu hadharani ambacho akistahili ni kinyume na maandiko kabisa. Wengine wanafanya vitu kinyume na maandiko, alafu
wewe unatetea mtu anapokuwa anasemwa kwa yale aliyosema, unamtetea. Kwa nini unamtetea? Umekuwa Mungu wake. Haya, lingine, kwa nini tusimtetee mtumishi wa Mungu? Yawezekana anayosema ni kweli. Inawezekana yanayosemwa watu wa Mungu ni kweli. Sasa kama linalosemwa ni kweli, wewe kwa nini unatetea? Unaishiriki hiyo dhambi. Watu wakiona baya, acha waliseme baya, kwa sababu dhambi inapatiwa jina hilo. Hatubadilishi, we do not sugarcoat sin. Kama ni dhambi itaitwa dhambi hivyo hivyo kama ilivyo. Hauwezi kuanza kusema unajua. Manake wewe sasa ukiendelea kutetea umepatana na hiyo dhambi ambayo mtumishi amefanya, kwa sababu anasema wawili hawezi kuenda pamoja wasipopatana, au sio? Yeah. Kwa ukiendelea kuitetea ile dhambi anayofanya mtumishi, na wewe umepatana nayo. Umeridhia na hiyo dhambi, kwa sababu dhambi ni dhambi. Kristo aliita ni dhambi. Akiitenda makosa tunaweza kusema amekosea, sawa, lakini tusijustify kwamba sio dhambi. Yaani tuitamke dhambi kama ilivyo. Kama atatubu, hilo ni jambo jingine, lakini kujaribu kuitafutia sifa sio sawa. Haya, hilo ni kumtetea mtumishi wa Mungu, au sio? Kosa la pili, usilifanye hilo, na nimekusomea na maandiko. Sasa tuje namba 3 ambalo upaswa kulifanya. Muombe Mungu usifanye hilo kosa. Namba 3 ni kuona watu wengine waovu. Kuona watu wengine waovu kuona watu wengine ni waovu. Sasa nataka tutofautishe watu wa Mungu kati ya uovu, yaani kati ya kuhukumu, kwa sababu kuona watu wengine waovu manake tunasema tuna hukumu, au sio? Yeah. Nataka tutofautishe kati ya hukumu na mambo ya kweli. Nikikuona umekaa mahala unafanya jambo ovu, nikalisema lile jambo, sikuhukumu, kwa sababu nimesema ukweli. Na Mungu wetu ni Mungu wa ukweli. Hapa ndo penye shida sana, kwa sababu watumishi wa Mungu wanatumia kile kigezo kwamba touch not my anointing, usiguse pako mafuta wa Bwana, au sio? Na kuna neno lingine linasema mkisema hamna dhambi, mkisema hamna dhambi, Mungu ni Mungu, mnamfanya Mungu kuwa muongo. Kwa hiyo unasema hakuna aliyekamilika. Na touch not my anointing, msiguse pako mafuta wa Bwana. Watu wa Mungu, tunaliharibu kanisa, tunafanya kanisa liwe useless, kwa sababu wakati mwingine kwa kukemea kunasaidia kumwambia mtu kwamba hili ni kosa. Kuendelea kusugarcoat makosa anayofanya mtumishi wa Mungu, atapotosha kondoo, kwa sababu kipofu huwa anaongoza vipofu wenzake. Na hauwezi kuchuma mtini kwenye mzabibu, lakini pia hauwezi kupata maji matamu kwenye maji machungu, na hakuna ushirika kati ya nuru na giza. Mchungaji au mtumishi wa Mungu akifanya kosa, au muumini akifanya kosa, usijustify, iite kama Kristo alivyoita kwamba hii ni dhambi. Because God never adjust his word to fit the purpose of man. Mungu alibadilishi neno lake
ili wewe uweze kufiti kwenye lile neno. Kwa hiyo kama mtu amefanya uovu kwanza tuite hii ni dhambi. Yeah. Tusishugakoti, tusitafute maneno ya kutumia, unajua mchungaji na yeye ni mwanadamu. Hapana. A sin is a sin. Let's give it a name, kama Mungu alivyoipa jina na alitaja kabisa kwamba hii ni dhambi. Kwa sasa, kwa sababu tukishaita dhambi ni rahisi kumsaidia huyu mtu kurudi kutubu. Lakini tukiendelea kutafuta sababu za kujustify, kuna mambo mawili yatatokea. La kwanza, wale wanaoenda kusali pale, kama ni mtumishi wa Mungu anatenda dhambi mathalan, watachukulia ni kawaida. Yeah. Kwamba dhambi ni kitu cha kawaida. Unaweza ukatenda dhambi huku unaenda kanisani. That is number one. Number two, kuna mwingine ataona mtumishi anafanya dhambi, atarudi nyuma, ataacha kumtumainia Mungu. Ataona ni bora nibaki, nisiende kanisani, acha niishi na maisha yangu, kwa sababu anayefanya mtumishi ni mabaya zaidi. So a sin should be given a name as it is. Sasa nilikuwa najaribu kutofautisha kati ya dhambi, kati ya hukumu tunayosema, iliyosema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 2 mstari wa 1. Nisomee kwanza ya Warumi 2 mstari wa 1. Biblia inasema, kwa hiyo wewe mtu awaye yote ahukumuye, hana udhuru. Kwa maana katika hayo umhukumuyo mwingine, wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia. Katika hayo unayomhukumu mtu mwingine, na wewe unajihukumu mwenyewe kuwa na hatia. Kwa maana wewe hukumuye unafanya yale yale. Wewe unayehukumu mwingine unafanya yale yale. Sasa neno hili lilikuwa linamaanisha ni nini? Ni kwamba mimi ni mzinzi mathalani, halafu nikiona mwingine na mhukumu yule mzinzi mwingine. Ndio haya na mimi nayafanya, au sio? Yeah. Lakini haimaanishi kwamba tusikemee dhambi, kwa sababu bado inabaki kuwa ni dhambi. Mungu alichokuwa anajaribu kuonyesha hapa ni kwamba usijaribu kuonyesha mapungufu ya mwingine kama wewe unayafanya hayo. But if I'm not doing what you're doing, nikakwambia kwamba hii ni dhambi, kuna kosa na ndicho unachokifanya, na kuhukumu mtumishi wa Bwana, mimi hicho unachokifanya mimi sikifanya. Yeah. Lakini mimi naona mwili wa Kristo unatukanwa kwa hayo matendo unayoyafanya. Yeah. Kwa hiyo nikakwambia, nimekuhukumu, nimesema ukweli. Kwa the truth should be separated from judgment. Yaani nikikwambia kitu cha ukweli haimaanishi kwamba na kuhukumu, hapana. Kwa sababu tusipokemea maovu kanisani tukaacha yakaendelea, yatakuwa mazoea. Kwa kuogopa kwamba mimi labda namhukumu, mimi labda I'm touching the anointing of God. I'm touching the servant of God. Hapana. Dhambi ikemewe ili wengine wasikie. Ndivyo kitabu cha 1 Timothy. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 20 inasema. Soma hilo andiko. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 20. Sura ya 5 mstari wa 20. 1 Timothy sura ya 5 mstari wa 20 nasemaje? Biblia inasema, wale wadumuo kutenda dhambi, wale wanaodumu kutenda dhambi uwakemee mbele ya wote. Uwakemee mbele ya wote, ili na wengine waogope. Sasa wewe ukiendelea kusugarcoat, sisi watumishi tunatenda matendo mabaya, sisi ni kioo, sisi tunamwakilisha Mungu, ni mawakili, ndo neno linasema. Kwa tukiendelea kutenda dhambi kanisani, kuna watu tunawezaje kukemea uovu tena kanisani? The purpose of the church, maana ya kanisa haitakuwepo, na maana ya kanisa isipokuwepo, watu wanapotea, wanarudi dhambini, na tutadaiwa hao watu. Kwa hiyo ndo maana kosa ambalo lingine nilikuwa nasema, kuona watu wengine ni waovu, usihukumu kwa maana nyingine, lakini nimetoa tofauti kati ya kuhukumu na kusema ukweli. Na mara nyingi hukumu inakuwaga na ill motive, inakuwa na nia ovu. Yaani unakuwa unamsema mtu vibaya ukiwa na nia mbaya moyoni. Yeah. Ili kumdiscredit,
ili kumwona kwamba yeye hafai. Yani there has to be an ill motive ndani yako. Kosa la 4 ambalo tulitakiwa kulifanya watu wa Mungu, kosa la 4 ambalo tulitakiwa kulifanya ni kuvunja mahusiano. Hapa nitaelezea kuvunja mahusiano. Nitaelezea kuvunja mahusiano kwa namna gani. Sisi wote ni Wakristo, tunamwabudu Mungu mmoja. Mwenzie amehama kutoka kanisani, wewe unakuwa adui naye kwa sababu gani? Wewe unasali Roman Catholic mathalan, mwenzie ameamua kuhamia KKT. Kwa nini unamchukia? Sisi tunajenga mwili mmoja. Kristo si ni huyo? Ama kuna Kristo tofauti? Hapana. Haya, sasa nisomee kwanza ili maandiko niweze kuelezea vizuri. Warumi, soma Warumi, nisomee kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 4 mpaka wa 5. Biblia inasema, soma msomaji, kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, kama vile tulivyo na mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja. Viungo vyote, watu wa Mungu, havitendi kazi moja. Vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo. Sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake, na kiungo kila mmoja kwa mwenzake. Sasa kama sisi ni mwili mmoja, kila kiungo kinafanya kazi yake, lakini mwili ni kwa hiyo manake mwili ni Kristo, au sio? Yeah. Sisi ni hivi viungo vingine, lakini tuko pamoja. Why mimi nikihama nikienda kanisa lingine, wewe unanichukia, hutaki kupokea simu yangu, tuna ugomvi? Sina huku pia si kuna Mungu, au sio? Yeah. Kwa nini tunatengenezeana hasira za kuchukiana kwa sababu tu yameondoka kanisani? Basi tusishirikiane naye, tuachane naye, kila mtu ajitenge. Kwa sababu gani, ikiwa mwili ni mmoja? Soma hiki Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza 12 mpaka 13. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza 12. Biblia inasema, basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu kusema, mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo. Wewe unasema mimi ni wa nabii fulani, mimi ni mtume fulani, mimi ni wa kanisa fulani, mimi ni wa Kefa. Wewe ni wa Kefa, huyu ni wa Paulo, na mimi ni wa Kristo. Wewe ni wa Kristo. Yaani wewe unasema mimi bwana ni MKKT, mimi bwana ni Msabato, mimi bwana ni Mloma. Ndio wa Kefa, wa Paulo na Apolo. Na tatu nasema, je, Kristo amegawanyika? Kristo amegawanyika, watu wa Mungu? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Paulo huyo unayesema, huyo mchungaji unayemsema kwamba mimi ni wa huyu mchungaji, hautaki kuhama na uovu anaofanya, huyo mchungaji alisulubiwa kwa ajili yako? Huyo mtume alisulubiwa kwa ajili yako? Nabii huyo alisulubiwa kwa ajili yako? Huyo askofu alisulubiwa kwa ajili yako? Si tunamwamini Kristo, si tunamtafuta Kristo? Amen. Why depend on a man kusema mimi ni wa huyu? Vipi? Au ulibatizwa kwa jina la huyo? Au unaishi kwa jina la huyo? Au wewe unamtumikia huyo? Sasa basi umekuwa mtumwa wa huyo, kwa sababu huyo ndio unayemwamini na sio Kristo. Sisi tunamwamini Kristo, au sio? Yeah. Na kama tunamwamini Kristo, yule aliyoko mbele yetu anapaswa kufuata yale ya Kristo, au sio? Akipotoka kutoka kwa Kristo, what do you do? Unafanyaje? Akiziacha njia za Kristo,
kwa sababu kiongozi kipofu akiongoza watu atawapeleka pale. Kipofu anaongoza vipofu. So the moment you see a man of God, specifically mtumishi wa Mungu ametoka kwenye njia za Mungu, usiseme mimi ni wa huku, usitafute sababu, usitafute kumpaka mafuta ili kujustify kuendelea kubaki pale, kwa sababu ukifanya hivyo wewe humwamini tena Kristo, ila unamwamini mtu. Kwa sababu neno la Mungu linasema hakuna mapatano kati ya nuru na giza, wala huwezi kuchuma mtini kwenye mzabibu, au sio? Yeah. Na viongozi vipofu wanaongoza vipofu wenzao. Yes. Kwa sababu kile utakachokuwa unakipokea unakipata kinatoka kwa kipofu, na wewe lazima uwe kipofu. That is why I was trying to say kwamba kila mara tunapokuwa tunatoka kwenye kanisa haupaswi kukasirika. Nimalizie na hili neno langu dogo tu hapa. Assignment na service. Ukiwa unafanya assignment ni kazi, let's say ni jukumu, actually umepewa jukumu. Hapa service unatoa huduma, au sio? Makanisa sasa hivi wanatoa service, wanatoa huduma. Ukiwa unatoa huduma unategemea kupata fedha, si ndo maana ya neno huduma? Tafsiri ya neno huduma, unapata fedha. Na ukiwa unapata fedha, maana yake hapo una mteja, na huyu mteja ndiye mfalme. Kwa hiyo wewe unachokifanya ukiwa unatoa huduma, unamtumikia huyu mteja, kwa sababu ndo mfalme huyu. Ndo maana mtu akihama kanisa mwenye fedha unahangaika, kwa sababu unachokihangaikia actually sio mtu, ni fedha. Maana ni mteja wako huyu anaondoka. Kwa sababu akiondoka mwingine ambaye hana fedha, you don't even care, hata ulizi. Lakini ukiwa unafanya assignment, unachokifanya anayekulipa ni yule aliyekutuma. Kwa hiyo ukiwa unafanya assignment, unafanya kazi ya Mungu, unafanya kwa niaba ya Kristo, sio? Kristo alisema nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, si ndio? Na mkiwafundisha yale yote niliyowaambia kuyafanya, mkiwabatiza kwa jina langu. Kwa hiyo anayekulipa ni nani? Mungu. Ni Mungu, kwa sababu unafanya assignment, ndo aliyekutuma. Wewe unapokuja kwa huku, unapokuja kwa hawa watu, hautegemei wakupatia kitu chochote, kwa sababu aliyekutuma ni mwingine, atakaye kulipa ni yeye aliyekutuma. Ila ukiwa unafanya huduma sasa, unatafuta fedha, na kwa sababu unatafuta fedha unakuwa na mteja, na kwa sababu na mteja anakuwa ni mfalme. Kwa hiyo unachokifanya unamtumikia mteja afurahi. Remember, unataka mteja afurahi, unamtumikia, unatoa huduma. Lakini kwenye assignment, wewe kwenye assignment unatimiza tu kile ambacho umeambiwa na bosi wako ukifanye. Alafu malipo unarudisha ripoti kwa bosi wako. Kwa hiyo hapa kwenye assignment, kwenye jukumu ambalo Mungu ametupa sisi kama watumishi wa Mungu, we do his work. Tukifanya kazi yake tunarudisha ripoti kwake. Sasa yeye kama anavyosema msisumbukie kesho, ndo atajua kesho yetu. Lakini tusirudi kwenye huduma. Ukirudi kwenye huduma sasa, ndo haya makosa tunayosema, unaishia sasa kutengeneza mteja anakuwa mfalme. Kwa hiyo mteja wako hutaki kumpoteza, na vile vile kwa sababu mteja hutaki kumpoteza, mteja ndo anakuongoza cha kufanya. Na mteja akiwa anakuongoza cha kufanya, una huduma. Ndio hii vita nilikuwa nasema sasa kwenye namba 4 ya mavutano. Huyu akihama inakuwa vita. Je, tuna Kristo amegawanyika? Wakefa na Wapoo, Wakefa na Wapaulo, tunajenga mwili mmoja. Why the battle? There is a battle kwa sababu unatoa huduma. You want money. Lakini kama hutaki fedha, you care less. Amekuja hajaja, na ukimtafuta utamtafuta tu kwa upendo kwamba sikuoni kuna shida gani. Akikwambia nimehama, utasema Mungu akubariki huko uliko, au sio? Kwa sababu you don't depend anything from the person. Wewe unachokifanya unafanya assignment ya baba yako aliyokutuma. Tumeelewana watu wa Mungu?
Mungu alibariki neno lake. Asante Yesu wangu, na kushukuru kwa wema na fadhili zako. Neno lako ni kweli na ni hakika. Mungu wangu, lihimidiwe jina lako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ninaomba Baba yangu wa mbinguni, neno hili likawe manukato mbele ya kiti chako cha enzi. Nikiomba Baba, uwakumbuke hao watoto wako ambao wanahangaika kila siku. Mungu wangu, hawalisomi neno lako bali wanawategemea wanadamu. Ninakuomba uwakumbuke kila wakati na kila saa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Naomba, amen. Amen.